Oe mwanangu hapa vipi mwanangu? Si nyama ni mwingi au? Mwanangu fresh. Hapo mwanangu hapo nyama ni mwingi. Sema nini? Sema mwanangu umechelewa sana umezingua. Sema mwanangu unajua ndani mbona kuna futa moja hivi kuwekesha. Hivi mwanangu hujajiongeza kweli kwa sababu nakujua mwanangu. Yaani wewe ukionaga futa tu, yani uweze ukatulia na kuelewa kabisa pigo zako. Nidanganye basi. Umesikia mwanangu? Hapo haina kudanganya. Mimi kweli muda umeniacha hapo na kusubiri. Nikaona hapa nisikae kizembe hapa. Ndio nikajiongeza mzee nikaenda pale kwenye keshi ya nini? Mtoto nini fresh nikampa swaga zangu zile nini. Yaani mchumba fresh kashakubali kila kitu. Yaani hapo kwenye ninavyokuambia namba yake tayari nayo. Kwa baba, acha kushoboka, acha kutotoa macho kama vile fisi kwa mifupa. Mwanangu Blaya sasa na umezidi sana. Yaani kila kuna futa unataka wewe tu mwanangu. Kila futa. Hata kule klabu nao ndio hivyo. Kuna mchumba mmoja kaja yule pale, ni pale counter nini? Nimeanza kumtotolea macho, ananiambia eti mwanangu kausha sui nini. Yaani mwanangu wewe unataka mademo wote kwa kwewe. Hizo dharau sasa unaleta hizo. Hapo mwanangu haina cha dharau. Sisi ndio tunaitwa boni hia au sio mwanangu? Sisi ndio tumeanza kufika hapa mjini kabla yako. Kwa hiyo sitaki kujifanya unavimba. Alafu mimi klabu zote nazijua. Wote ananiambia nini mwanangu? Wewe tulia kama kawaida mimi niseti mipango fresh. Wewe masuala kumzingatia mchumba au utakamatia tu fresh. Lakini tuache kwanza sisi wakulungwa tufanye kazi yetu. Sisi ndio midfield wazee wa kucheza nao wachumba vizuri. Sasa mwanangu hebu jiangalie vizuri wewe na mimi unafili na kwa vipi? Alafu mimi mwanangu nakulumia ujue wewe. Ona mimi mzovu kwa Prince Boy. Mimi nikifika tu pale dakika 0 tu, nikishampa swaga zangu zile pale fresh. Alafu mimi naweza kufanyia connections za kutosha tu. Sasa mwanangu jiangalie jinsi ulivyokuwa na minyole yako wewe mwanangu kabiti shomvi. Kwa makini mwanangu. Mwanangu poa fresh. Wewe unanikanyagia mwanangu. Fresh sio mbaya mwanangu. Mimi nitafanyaje? Naenda kontawa. Ubaridi tunaanzia wapi sasa? Maana mdaje umezidi kwenda hapa. Mimi sikuelewi mwanangu. Unaona kama unanikanyagia tu hapa mwanzo mwisho yani. Wewe mwanangu punguza maswali bwana. Wewe twenzetu madamu ushafika hapo tuondoke bwana. Muda unazidi kutupa mkono. Siku kule kila siku tunapoingia mwanangu chaka letu lile, Si tunaingia pale la vika au unataka twende wapi leo? Oya, ndio pa kunyanyuka basi tuondoke hapo. Wewe unaongea wakati umekaa tu muda wote kunyanyuka unyanyuki. Tunapoteza muda. Nyanyuka tuondoke babu. Muda wenyewe ndio huu. Sio kila kitu. Hivi mama Lecho, umeshindwa kabisa kuongea na mwanao? Naona tata mama ndevu, mtoto ndevu na baba ndevu. Swala kuongea na usiku wa manane, lile ni kera sana. Nisilipendi kabisa. Umeshaongea na mwanao, silitaki hata kulisikia. Kama ana vibwana vyake au sasa hivi ameshakuwa mkubwa, basi aende huko. Simtaki kabisa hapa nyumbani. Akikaa hapa afuate utaratibu ufuatwe. Sasa baba, mimi usiku mara nyingi siwezi kupata usingizi mpaka kwanza niingie TikTok, niingie Instagram, alafu nisome message zangu. Kidogo hapo ndo nakuwa najisikia kama kupata usingizi, lakini tu umeingia chumbani alafu kurupukurupu tu umelala. Mimi sipataga hata usingizi mapema. Hivi mume wangu, unadhani kila kitu kingekuwa kinafuata utaratibu, unadhani mambo yangeharibika au jambo lote lingeenda vibaya? Lazima uelewe kwamba huyu binti sasa hivi anakuwa, na kama mwanangu anakuwa Recho, kwa hiyo huwezi kujua ba Recho. Pengine anakutafutia mkwe. Ndo wasichana wao sasa wakikua ndo anakuaga kama hivi. Sasa wewe utaki usiku uzungumze na simu, anakuzuia nini? Wewe uko chumbani umelala na mimi. Kinachokufanya wewe kikusibu rohoni hasa kitu gani kulisemea sana mwanangu? Baba Lecho tutagombana sana. Mambo kumfuatilia mtoto nilishakwambia achana nayo. Mimi mamake nipo na ninamwangalia sana vizuri huyu mwanangu. Kila hatua na mimi hapo nipo. Usipende kulalamika bwana. Mimi unanikela sana tabia hii kweli. Kweli nimeamini maji ufuata mkondo na mkondo umefuata kondoo. Yaani haiwezekani mimi naongea na mtoto anaongea na mama anachangia mada. Hii ni adabu gani? Adabu gani ulomfunza mwanawe kunijibisha mimi? Natangia lini mimi nikaanza kuongea na mtoto wa kike? Mtoto wa kike ni wa mama. Sasa wewe mke wangu inabidi uongee naye, na kama utashindwa kuongea naye vizuri, basi ujue kabisa hapa lazima atahama. Lazima kitamkuta jambo zito, atahama. Siwezi kukaa na mtoto ambaye asikii. Adabu gani? Kuhusu mtoto kuhama hapa ndani, hilo jambo usahau kabisa na halitoweza kutokea. Unachotakiwa kutambua ni kwamba tu huyu Recho sasa hivi anakuwa, ameshakuwa mdada. Tena mwanetu tunashukuru mashallah, mtoto mlembo huyu kamlisi kwa bibi yake. Sasa mtoto wetu anatutafutia sisi mkwe. Kama anatutafutia mkwe, Baba Lecho, ili swala nataka uniache mimi mama yake. Sio kuliingilia akichati usiku kwa upuzi wake na kwa ujinga wake mwenye kujikosesha kulala mapema kwa afya akili yake. Sasa wewe kinachokusibu hasa kitu gani? Anajitahidi hata nyumbani kurudi mapema.
Haya, huyu alikupa umbea mwanangu, sijui anachelewa kurudi kulala, anafanyaje? Huyo ni mpuuzi gani? Kwani tunalumbana hapa ati? Kumbe hapa nimegundua kitu. Kumbe sio tu kutap usiku kuomba like. Kumbe muda mwingine unachelewa kurudi kabisa. Yaani Mama Lecho, hivi upo serious kweli na hii familia itafika kweli? Nitaonekanaje mimi huko mtaani? Alafu kuhusu kurudi, mimi mbona narudi tu mapema baba? Saa 2 tu mimi niko nyumbani kila siku. Nikichelewa labda saa 3 kasoro. Na nakuaga hapo kwa shoga yangu nyumba ya pili. Hata sendagi mbali mimi. Jamani baba, wewe unanifikiria tu vibaya. Lakini wewe baba, sio kishashikiliaga kitu chako, unadhani kila mtu ambaye anakuaga anachelewa kuingia nyumbani kwao basi usiku basi lazima tu awe muuni. Baba bwana, unanikosea sana kwa kweli yani. Yaani hata sijapenda. Yaani unanisema bure tu. Mimi nimejua baba umeniita hapo, labda kuna kitu cha maana unataka kuniambia, labda masuala kazi, kwa labda kuna saluni, labda kuna mtu anataka amtie mtu saluni huko. Lakini sababu anashangaa hapa sasa unaniambia vitu ambavyo mimi hata sikuelewi kwa kweli. Mimi hata sijapenda. Sasa nimesemaje? Kuanzia leo sitaki mambo ya TikTok, sitaki mambo ya tuktuk. Nachotaka ukifika usiku muda wa kulala ni muda wa kulala. Sijui tumeelewana. Na hii sio ombi, ni lazima. Nikisikia tena sijui unatoka unachelewa kurudi, utakwenda huko ulipotoka. Sijui tumeelewana. Usinitumbulie macho hapo kama umeona mshale wa saa unapotea kwenye sekunde. Sijui tumeelewana? Ni furaha, lakini kumbe ndoa sio kila kitu. Najuta kuoa.